Wow, kwa mara nyingine tena tunakutana. Mambo? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi wewe afya yako? Tangia siku ile na unaendeleaje? Unaendelea vizuri. Kwa mguu uko sawa kabisa. Sawa. Ila binafsi tangia siku ile tulivyoonana, sikupata usingizi hata kidogo. Yaani nilikuwa na wasiwasi juu ya afya yako, utaendeleaje. Lakini kama ni Mungu vile tumekutana tena leo. Ni vyema leo tumeonana, na ningeomba ni vizuri tungeweza kutambuana majina, wapi unaishi. Hiko ndio kitu ambacho mimi binafsi nimekipenda. Unaishi nyumba kama nne hapo jirani. Nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Sawa. Safi sana. Hivi jina lako unaitwa nani? Mimi naitwa Victoria. Victoria. Jina zuri kweli. Hakika Mungu amekupendelea. Jina linaendana na uzuri wako. Binafsi naitwa Mazanda. Nimefurahi kwa kusikia hivyo. Siku nyingine. Ila ningependa tuweze kubadilishana mawasiliano ili tukitaka kuwasiliana labda kuendelea kujulia hali ili niweze kupata urahisi wa kujulia hali. Okay, basi sawa. Haya. 07. Hiyo ndo namba yangu. Ukinipigia tu muda wote utanipata. Unasema unaitwa nani vile? Muda mchache uliopita tu ushasahau? Hamna, mambo mengi tu. Ni kweli, kutokana na maumivu uliyopitia inawezekana kwamba kuna mambo mengi kweli. Na binafsi naitwa Mazanda. Zanda. Basi acha mimi niende hapo nikawahi kwanza vitu vya kupika. Kweli? Utanicheki basi. Haya. Victoria, Victoria. Niliyasoma haya kwenye vitabu tokea enzi za mababu. Unayempenda atakupa tabu, moyo watauthurubu. Unapopenda ndipo wewe haupendwi, unapotaka ndo kabisa utakiwi, unachoomba wewe kwake haupewi, na ukifosi unaumia. Frank, kwema ndugu yangu? Kwema ndugu yangu, kwema. Bwana, kwanza namshukuru Mungu kuweza kukutana mimi leo na wewe. Maana nina siku mbili naenda nyumbani, naenda nyumbani. Ni kweli kabisa ndugu yangu. Unajua kwenye siku mbili hizi ilikuwa bize sana. Na pia ukizingatia na hali ya shemeji yako bado inanitatiza. Unapambana hapa na pale ili niweze kulisolve hilo jambo. Nadhani unaelewa. Vipi lakini? Kwema? Hizi nikwambie ndugu yangu. Najua kabisa Mazanda ni rafiki yako. Huyu Mazanda leo wakushikia mimi panga, wakuja kunikata mimi panga nyumbani. Yaani nashangaa, sijui kitu gani kimemkuta. Labda nafikiri au kachanganyikiwa au vipi. Na bila kuwa watu, mimi leo sasa hivi nisingekuwepo kabisa. Yaani hii sura usingeiona. Mbona sio vyema niweze kukufuata ndugu yake Frank, uweze kumwambia mimi sijauchika na chochote kile kwa ajili ya kifo cha mama yake. Ni kweli ndugu yangu, upo sahihi kabisa. Unajua naweza nikasema pia Mazanda hayuko sawa, kwa sababu hata mimi na Mazanda kuna muda tunapishana kauli, kuna muda tunagombana. Lakini naomba nikuombe kitu. Unajua undugu ni kovu, na undugu sio lazima tuzaliwe kwenye damu moja. Hapana, hata marafiki pia wanaweza akawa ndugu. Cha kufanya tukae chini tuongee, tunaweza kumsaidia ndugu yetu Mazanda ili aweze kuwa kwenye hali yake ya kawaida. Nadhani umenielewa ndugu yangu. Sawa.
natambua ile kwamba wewe ni rafiki yake, na ndio maana hii leo nimeweza kuja hapa kwamba niweze kukueleza ili kwamba mimi sijahusika kabisa na kifo cha mama yake, na bila kuwa watu sijui mimi ningekuwa wapi. Muda wote mama yake pindi anaumwa tupo nao bega kwa bega, mpaka umauti unapomkuta mimi nipo pale. Leo hii Mazanda anaambia mimi nimemua mama yake. Kweli ana akili kweli? Naomba ukae nayo chini ili tuweze kuweka vitu sawa. Sawa, lakini naomba nikukumbushe kimoja ndugu yangu. Unajua wewe ndo kaka mkubwa kwetu, ili unalitambua. Kwa hiyo naomba shusha silaha yako, kwa sababu bila wewe mambo yaweza yakawa fresh. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, ukae chini tujue namna ya kufanya kwa ajili ya ndugu yetu Mazanda. Sawa, nimekuelewa ndugu yangu. Naomba ifanyie kazi. Hakuna shida ndugu yangu. Sawa, na shida. Nakutakia kazi njema. Haya ndugu yangu. Sawa sawa. Hammalele 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 hammalele. Victoria. Vipi safi kwema? Kwema kama kawaida. Kama kawaida niambie. Mbona upo kaka? Unajua pilika pilika hapa na pale. Niambie ndugu yangu. Nikwambia ni mguu uko unakuja kwako kakaangu. Bahati nzuri nimekutana njiani kakaangu. Ulikuwa na shida gani? Najua kipindi cha nyuma tulikosana kidogo. Sasa nimekuja kwako. Ila sasa tumekutana hapa njiani. Nina bure. Nakwambiaje kaka? Kakaangu nilikuwa naomba tu nisamee. Nakumbuka hapo nyuma tumekoseana, nimevunjia heshima kakaangu. Naomba tu nisamee. Ili aje. Usijali ndugu yangu. Wanadamu siku zote hatujakamilika. Tumeumbwa na mapungufu mengi sana. Kwa hiyo sina budi kukusamea. Wewe ni ndugu yangu. Tutaishi kama zamani. Tupendane, tuheshimiane, mdogo kwa mkubwa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Nikutakie siku njema. Asante kaka, ila naenda kwako pia hapa nikuja niingie hivi. Sawa. Na kwa kangu. Haina shida. Hammalele 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 hammalele. Victoria. 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 Niliyasoma haya kwenye vitabu tokea enzi za mababu. Unayempenda atakupa tabu, moyo watauthurubu. Odi. Tuna shida na salamu yako. Nadhani unaelewa kilichotuleta hapa. Nachotaka kujua, Morris tumemkuta ama hatujamkuta? Sasa ndugu zangu, mnakuja kunimbata watu bila salamu. Kwa hiyo mnategemea majibu ya Morris atawadia nani? Nadhani unaelewa kilichotuleta hapa. Nachotaka kujua, Morris tumemkuta ama hatujamkuta? Morris katoka. Tangia asubuhi. Niza mkaniambia mna shida gani zaidi ya hiyo? Atoke asitoke sio shida zetu. Sasa tunachotaka kujua mzigo wetu tumeukuta ama haupo. Maana taarifa kakufikishia kijana wangu kwamba msitizie mmeo, tunahitaji mzigo wetu. Na pia mimi mwenyewe nilikutana naye nikamsitizia tunahitaji hela zetu. Nadhani ushamfikishia taarifa. Sasa shida zangu jamani. Nimekopeshana na mume wangu. Sasa mimi namsubiri.
Shemeji, unajua hata brother Morris alikuja pale dukani, alikuja kwa wema. Mimi mpaka natoa ile pesa na mkabidhi, maana nilikuwa najua ana rafiki na brother. Kwa watajuana wao wenyewe, lakini nashangaa toka nimkabidhi ile pesa sijamuona kuja dukani, na kila nikimpigia simu zangu hapokei. Na hata mara mwisho mwenyewe unakumbuka tulivyokutana njiani, nilikwambia nenda kamsisitizie mmeo kwa mwenyewe anahitaji pesa yake. Sasa sijajua wewe mwenyewe kama ulikuja kumwambia kumsisitizia kweli au ulikuja tu kumwambia kawaida. Sikiliza nikwambie Piteko. Mimi Morris namfahamu vizuri. A to Z. Makoko hadi matano. Morris amekuja kufuata hela ofisini kwetu kukopa. Ina maana kwamba simu yake imeharibika, anaenda kutengeneza simu. Ila mimi hisia zangu zinanituma kabisa simu ya Morris haijaharibika wala haikufanyika chochote. Simu yake ni nzima kabisa. Ninachojua simu yake imepokonywa na mwanamke. Na ili akomboe simu aje ofisini kwetu akope ili akomboe simu yake. Simu yake si anayo sasa hivi. Nadhani anayo. Ninachotaka kukwambia, uchukie shemeji usichukie, leo nataka nifunguke. Kwa sababu Morris ni ndugu yangu, tulipofikia mpaka sasa hivi najua heshima siku zote ulindwa na heshima. Kwa hiyo ameshindwa kuniheshimu mimi na mimi siwezi nikamheshimu yeye. Shemeji, nataka tu nikwambie ukweli. Morris mimi namjua vizuri. Morris ni malaya. Na Morris ni malaya kweli. Utake usitake, upende usipende, ukweli ndio huo. Sasa ninachotaka kukwambia, kabla ya jua la saa 12 kuzama, awe ameshafikisha mzigo wetu nyumbani. Tofauti na hapo, tutaonana wabaya. Hajui nilikotoka, simjui alikotoka. Tumekutana hapa mjini. Asipouleta huo mzigo jioni, hiyo hela hiyo itakuwa mahali yako kwako wewe. Itakuwa mimi atakapoleta hiyo hela ndipo utarudi kwake. Piteko, tuondoke zetu. Niliyasoma haya kwenye vitabu toka enzi za mababu. Unayempenda atakupa tabu, moyo atauthurubu. Unapopenda ndipo wewe haupendwi, unapotaka ndo kabisa utakiwi. Unachoomba wewe. Mimi kama ninavyokuambia mdogo wangu, ukifa hilo wanakuzika tu. Wewe unazaliwa mfano Marekani, mfano China, Irani. Kama huku ukifa maskini, kule enda kuzaliwa tajiri. Kama huku ukifa tajiri, kule enda kuzaliwa kule omba. Ya kweli hayo brother. Kama utaki basi, kwa lazima ukubali. Ila mimi ndo nakwambia, mimi ninavyojua mimi sasa. Ukifa huku Tanzania, unazaliwa nje ya nchi. Tumeelewa vizuri? Kweli brother. Ila tumesoma sisi. Kwa hiyo brother, hata babu alivyokufaga, kwa maana tukienda Marekani tunamkuta tajiri. Ninavyojua mimi sasa. Baka unachekesha nawe. Sasa sikia brother. Unajua mimi sasa hivi nimekuwa. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji mwanamke. Maana sabuni naona zimenichosha sana brother. Alafu kingine brother, kwa kwala hivi unatumia majegeka yapi wewe kupata wanawake? Maana kila siku nikija kwako unawabadilisha wanawake. Hebu nipe mbinu ya kupata wanawake. Wewe kweli wewe bods. Yaani ukisikia bods wewe ni bods. Hivi una akili kweli wewe? Una akili timamu kweli wewe? Mimi labda mimi nikajua labda utaima masuala sijui ya hela ya pesa. Unafikiria mapenzi? Una akili timamu kweli wewe? Yaani unaniuliza mimi eti kwa sababu gani eti mimi natongoza wewe? Ukimwona mtu ana dalili kama hizo, huyo ana nyota za ukimwi. Nyota zake huyo za ukimwi. Mtu anayependa sana wanawake, nyota zake ni ya ukimwi nyota yake. Kama kakoswa kufa na malaria, akifa na ukimwi ndio ugonjwa wake alokufa nao. Bahati mbaya malaria. Ila ukimwi ndio anakufa nao. Hiyo ndio nyota ya ukimwi. Kwa hiyo unataka nyota ya ukimwi au? Hapana brother. Achana na wanawake hawa. Wanawake kitu gani? Mapenzi yanatokea zamani huko. Huko akina Adamu na Hawa huko. Huko amekula tunda huko, wakaza wajinga kama wewe.
Achana nayo, mapenzi haya yapo. Mimi mwenyewe baba yangu alizaliwa na baba yake. Mimi mwenyewe nimezaa nimemkuta baba yangu, nimekuta mapenzi. Mapenzi yapo tu, acha ujinga. Sasa brother. Yaani brother baadaye unishauri nipige hata niachie, gusa achia. Mara moja moja. Unanishauri tena nitumie sabuni. Sikia, mimi sabuni zimenichosha. Kwa hiyo mimi hapa nataka mwanamke nioe. Na kingine brother, unasema sina kazi. Nitafutie basi kazi. Kwa mimi nazungumza ujinga hapa. Yaani mimi natetea nafsi yako na mwili wako, unaona mimi mjinga. Wewe mapenzi yanakupeleka wapi? Tafuta hela, acha ujinga. Hela ndio kila kitu katika maisha haya. Haya mapenzi haya waachia kina Mazanda. Yaani una akili kama Mazanda. Yaani akili zenu zimelala. Yaani kama Mazanda, akili zenu ziko ovyo kabisa yani. Wewe mapenzi yatakupeleka wapi? Haya, huyo mwanamke unamtaka wewe utampeleka wapi? Utampa nini wewe? Utampa nini wewe mwanamke? Unamtaka mwanamke sawa, nakubali sawa. Umetaka mwanamke, wewe utampa nini wewe mwanamke? Basi sawa brother, nimekuelewa. Kwa hilo tu ama tabu utalifanyia kazi. Fikiria kwanza hela. Alafu mapenzi tuachie sisi. Si umenielewa vizuri? Sasa wewe kama wewe unaona unataka kukomoa sabuni, endelea kukomoa sabuni mdogo wangu. Kitakachokupata apuja alolo. Ano kila ukitaka kunyanyuka apuja alolo. Utashangaa baadaye ukishapata hela zako, vipi mwasi pako atembezi, kumbe apuja alolo. Acha niliyasoma haya kwenye vitabu toka enzi za mababu. Unayempenda atakupa tabu, moyo atauthurubu. Unapopenda ndipo wewe haupendwi, unapotaka ndo kabisa utakiwi. Unachoomba wewe kwake haupewi, na ukifosi unaumia. Mapenzi yote yalikuwepo, hakuna nilichokosa kwako. Mimi nakupenda wewe pekee. Mama hapo. Ili liko nje ya uwezo. Pendo zito ulinionyesha, ahadi nyingi. Mara ya kijiji, Insamboe mwantumu. Niambie umetoka wapi? Ndio kazini mjomba wangu. Umetoka kazini? Hata mimi mwenyewe najua leo umetoka kazini. Hivi wewe nikuulize kitu. Hivi unajielewa kweli kichwa chako hivi? Siku ya kwanza nilikuuliza, ile hela ulotumia umetoa wapi? Ukasema nimeenda huko bosi wangu kanitumia nimeleta. Sasa usichokijua, wajinga wenzio wamekuja hapa. Wamekuja kudai deni lao. Alafu cha ajabu sasa, sijui ile haijafunzwa kwao. Yaani inakuja kwenye mijumba ya watu, hapo hata isalimie. Na wauliza salamu, eti nyoko salamu sio lazima. Hivi hao wajinga wenzio huko ndio umewatuma aje hapa nyumbani kwangu kuja kuniletea mimi fujo, si ndio Alafu cha ajabu sasa, wanakuja unajiamini. Huyu mwali si malaya, yaani malaya wako wewe unanisaidia mimi nini hapa? Wangu. Ile pesa nilifanya kazi, bosi akanitumia. Fanya kazi? Sasa kitu ambacho ukijui. Alikuja hapa Petekwa na Patrick. Petekwa? Kumbe bado hujawajua. Wewe Petekwa kudai wewe. Unachoshangaa kitu gani? Petekwa hela kudai? Unamaanisha Petekwa amekuja hapa? Yaani unadaiwa huko. Amekuja huyo nani? Bosi wake sijui Patrick na huyo Petekwa. Wamekuja kunifanyia fujo nyumbani kwao. Halafu hakuna kitu ambacho sipendi kwenye maisha yangu Morris kama kudhalilishwa. Hivi mimi ukunifananisha na yule mwantumu wako yule, ametutumuka kama kitumbua kilichochacha kweli. Hivi ukiniangalia mimi unaweza kunifananisha na mama yako? Ila mke wangu, mimi Petekwa anidai. Na sijafanya naye biashara naye yoyote ile. Ila mimi sidai na Petekwa wala. Kwa nini una utindio wa ubongo Ujielewe. Ungekuwa unajielewa, usingekuwa unaendelea kumdanganya. Yaani watu wamekuja hapa nyumbani kwako. Wananidai tena. Bahati nzuri sasa nilikutana na Petekwa njiani. Akaniambia kabisa hana kudai. Alafu hapa unajifanya ujielewi, si ndio? Sasa nisikilize kwa makini. Leo humu ndani hapa pikiki, hapa liki wala palaliki. Sasa kama unabisha, nyanyua miguu yako uingie ndani huko. Nimekwambiaje? Toka nenda kalipe deni la watu. Usikia? Asa ingia humu ndani kwa kuchosha, ndio sababu sasa unanitosa. Yamekuchosha nilokufanyia. Naumia kukuona unalia. Ni mengi yale unayopitia. Tambua hali yangu naijua. Sipendi ubaya kukufanyia.
Imekuwa love and pain kwangu mi again. Au labda nipo kwenye foleni, niambie zamu yangu ni lini. Sina raha kwangu maishani, kila siku nadanganywa mimi. Zinachosha hadi za chumbani, hata mara moja sijapewa. Ukienda nitakosa amani, nielewe bado nakupenda, unachotaka kukupa natamani ila Morris, hebu njoo kwanza. Kaa. Mume wangu, wewe unaonekana kama uko sawa. Una matatizo gani? We Morris, wewe hapa na maana niko naongea peke yangu. Nakuuliza una shida gani? Niko sawa. Hauko sawa. Yaani mawazo ulikuwa nayo wewe ndio nilikuwa nayo mimi. Alafu unaniambia uko sawa. Kweli? Au uko ulipotoka madanga yako yashakuzima? Mwantumu. Morris, umenitaje? Morris. Sasa hivi umeanza kuniita majina ya malaya zako huko nje, si ndio? Kwa mimi Mwantumu. Huyu ni mtangazaji mwenzangu. Hapo muda mwingi sana nakuwa niko naye kwa kwenye story sana. Kwa hiyo nilikuta tu nimetoka. Mume wangu, kwani nimekukosea wapi mimi? Niambie basi. Yaani kila nikijitahidi kuonesha upendo wangu kwako, kila siku unaniongezea maumivu mume wangu. Yaani leo hii mwililiki mpaka kuniita majina mara zako kwa nje, si ndio? Kwa ina maana hata siku tukifanya mapenzi kitandani utaniita majina male mama yako. Mama. Kiwango. Bora maumivu ya kuchomwa na moto kuliko. Nikusamee kitu gani? Yaani unapiga magoti ya kinafiki hapa afu unataka msamaha. Msamaha gani unautaka wewe hapa? Kwani unanichukuliaje mimi? Unaona sijielewi, si ndio? Sijitambui, sina akili. Sasa wewe unaendekeza umalaya. Sasa tuone umalaya wake una faida gani? Leo ni kwanza. Unachotaka kukupa natamani ila nalinda wako uzima. Bora maumivu ya kuchomwa na moto kuliko pendo lako. Ndo maneno nilosema before. Wako Victoria, hakuna anayeweza nitibia maumivu haya, anayejua dawa ni Victoria. Inauma, umbe inauma, kuitwa mpenzi tu inauma, sipati kitu inauma, kwangu inauma, mpenzi inauma, mtazamaji inauma, Victoria jua inauma, inauma. Hammalele 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 hammalele. Wewe wapi? Hammalele 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 hammalele. Victoria.